Fadhumo alikuwa na furaha tele siku ile, kwani alikuwa amepata barua. Si barua yoyote tu, bali ni barua iliyokuwa imemuita katika shule moja kati ya zile shule zinazohesabiwa kuwa ndizo nzuri zaidi katika kaunti yao. Basi alipoitwa, moyo wake ulijawa na matumaini mengi, na sio yeye tu bali hata babake, kwani ingawa alikuwa dereva wa serikali, Bwana Harif alikuwa na matumaini mengi sana kwa mwanawe. Hakutaka wanawe waishi maisha ya kijungujiko kama alivyoishi yeye maisha yake yote. Alikuwa na mke na watoto 5. Alikuwa tegemeo la pekee la familia yake. Siku ilipofika, Fadhumo alisafiri na babake hadi mjini. Na ijapokuwa babake ni maskini, alimtimizia mahitaji yake yote kwa uwezo wake, na kabla ya kumwacha akamwambia, Fadhumo, hapo ulipo wewe si mdogo tena. Unajua kuwa imekuwa vigumu kukuleta hapa, lakini tumeweza. Natumai wajua umeletwa kufanya nini. Ninajua baba, nitasoma sana. Ninajua huna pesa, lakini umejaribu sana kulipa karo na mahitaji mengine. Ninashukuru. Basi, sasa umenitoa wasiwasi. Unajua kuwa mambo ni magumu na unajua kilichokuleta hapa. Ninarudi nyumbani nikiwa na raha. Ujue ahadi ni deni. Umenipa ahadi na natumai utaitimiza maishani mwako kwa ajili yako mwenyewe na familia yetu. Fadhumo anakumbuka maneno haya hata wa leo, kwani ndiyo yaliyokuwa maneno ya mwisho aliyozungumza na baba yake. Maagano yalikuwa kwamba hatarudi nyumbani mpaka mwisho wa mwaka, kwa vile pesa za kulipia nauli ya kwenda na kurudi kila muhula asikuwepo. Hivyo waliamua atarudi nyumbani tu mwisho wa mwaka. Na wakati mwingine shule zikifungwa, atabakia kwa binamu wa babake hapo mjini. Maskini alipitisha siku hizo kwa masikitiko, kwani wenzake waliporudi shule baada ya muhula wa kwanza na wa pili, ilikuwa stori za nyumbani na wazazi, lakini yeye alijihisi mnyonge, kwani hakuwa ameonana na jamaa zake wa karibu. Muhula wa 3 ulipokuwa unakaribia kuisha, alikuwa na furaha tele. Hata hivyo, furaha hiyo haikutimia, kwa sababu kabla ya kufunga shule habari zilikuja kuwa babake alifariki kutokana na ajali mbaya ya barabarani. Safari ikawa si ya furaha tena, bali ya msiba mkuu. Nyumba yao ilijiinamia kwani baba yao alikuwa kama mwenzao, kwa dhihaka na mchezo na bashasha. Alikuwa ndiye taa iliyomulika na kuchangamsha nyumba nzima. Likizo ilipoisha, alirudi kuanza kidato cha 2, lakini moyo ulikuwa mzito. Jambo lililompa ari ya kufanya hivyo ni yale mazungumzo yake ya mwisho na babake. Maneno hayo yalikuwa kama irisi aliyoamua kuivaa ili yamuongoze. Na aliamua hivyo akijiambia kimoyomoyo kuwa ingawa babake hayupo tena, atahakikisha ametekeleza wasia wake. Hata huo mwaka haukufika nusu, alipata tena habari mbaya. Maskini sasa alikuwa kiate. Mwalimu mkuu alimuita afisini siku hiyo kutoka darasani.
Alipokuja yule messenger kumuita, alibabahika sana, akijiuliza kuna nini. Alipofika afisini mwa mwalimu mkuu aliweza kusoma wahaka usoni mwake. Akanena naye kwa upole. Mwalimu mkuu siku zote alikuwa moyoni akiomba wasichana wote wangalikuwa kama Fadhumo kwa bidii na utiifu. Aliona kuwa shule yake ingefanya vyema sana kama wasichana wote wangekuwa Fadhumo kwa vitendo. Ingia ndani, mama, mwalimu mkuu alialika. Wakati huu alikuwa amechelewa kumwambia alilomuitia. Unajua hii dunia ina mambo mengi. Nililokuitia halihusu shule. Ninajua wewe ni mwanafunzi mwenye bidii. Hata hivyo, nililokuitia ni kuhusu mambo ya nyumbani. Fadhumo ilimuruka. Toba, kuna nini? Alijua ni jambo mbaya tu. Kwa nini aambiwe wakati wa shule? Kama ni mengine si basi yangesubiri. Lakini kabisa hakutarajia yangekuwa hayo. Mwalimu mkuu alimtazama usoni na kuona kuwa mawazo yalikuwa yanampitia akilini mzo. Kama picha katika kioo cha runinga. Basi aliona hawezi kufikiria kutafuta njia ya kumweleza. Hapo aliendelea. Unajua mambo ya Mungu ni mengi, na Mungu amtakapo mja wake humchukua tu. Hana simile. Leo asubuhi nilipigiwa simu kutoka kwenu, nikaambiwa kwamba kumetokea msiba. Mama yako ametuacha. Fadhumo hata hakufahamu kilichotokea baada ya hapo. Macho yalimfunga kiza na alipozinduka aliona kama alikuwa anaota tu. Alijaribu kufunga macho, akifungua na kila mara alijikuta afisini mwa mwalimu mkuu. Ndipo alijua kuwa si ndoto. Hapo alijua amekuwa kiate. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa visa na matatizo yake Fadhumo. Baada ya kurudi kutoka mazishini, mwaka huo alijaliwa tu kumaliza muhula wa pili. Alipoanza muhula wa tatu aliachishwa shule katikati, kwani alikuwa hana karo. Maskini alikuwa ndiye kifungua mimba wa kike. Hivyo ilibidi atoke shule arudi awe mlezi wa nduguze. Alijaribu sana kutafuta jamaa na marafiki, lakini hakupata yeyote wa kumsaidia. Mjombake alikubali kumlipia kakake mkuu, kwani aliamini huyo ndiye afahaye kusoma. Fadhumo alipata jamaa ya babake mwingine ambaye alikuwa tajiri na aliyekubali kumlipia karo kwa masharti. Masharti magumu aliyoyaona vigumu kuyakubali, kwani ni kama kuuza utu wake kwa shetani. Bwana huyo alimwambia angemtimizia mahitaji yote ila shule zikifungwa aende aishi naye kama kimada wake. Hilo alilikataa. Hivyo akaridhia aache shule, kwani hakutaka kuwa kimada. Moyoni aliwaza, heri huyu mzee angeniambia anioe, ningekubali ili niweze kuwatunza ndugu zangu wadogo, lakini kufanywa kimada siwezi abadani katani. Basi alisalia hapo kwao, wakisononeka kwa mateso ya kutokuwa na wa kuwatunza. Alipotokea mume wa pili aliyetaka kumuoa, hakuwa na hila wala ujanja,
kwani ilibidi akubali. Akifanya hivyo tu kwa sababu yule bwana alikubali atamsomesha nduguye wa kiume amalize, na akahidi pia wale wengine 3 wa kike watasaidiwa. Fadhumu alikubali kuolewa baada ya ahadi hiyo, lakini pia alijiambia kuwa na yeye pia atasoma amalize. Ama kweli majukumu kwa nduguze yalimsukuma kuolewa, ingawa hakupenda kuolewa akiwa na umri mdogo. Miaka ilipita kama upepo, na baada ya miaka 6 na kujifungua watoto 3, alijiambia kuwa wakati umewadia wa kuangalia maisha yake. Siku moja walipokuwa wamekaa jioni na mumewe, aliyaleta mazungumzo. Adan, wakumbuka ulipokuja kunioa? Nilikuambia kuwa mimi nina mwako wa kusoma. Adan alijaribu kukumbuka mazungumzo yao ya toka siku ile za miaka 6 iliyopita. Fadhumu alimtazama kwa hamu machoni mwake. Alionekana kama mtoto mdogo aliyekuwa akimtazama mamake kwa hamu kuona kama amekumbuka ahadi aliyotoa ya kurudi na pipi kutoka dukani. Lakini sasa alipoyazusha, hakudhania kabisa kuwa mazungumzo hayo yangekuja tena. Basi hapo macho yake yaling'ara na akacheka. Mkewe alifurahi kwa sababu aliona kuwa ameyakumbuka. Adan akafungua mdomo na kusema, nakumbuka, lakini ni muda mrefu sana uliopita. Fadhumu akaingilia, ndiyo, ni muda mrefu, ila mimi nilikwambia kuwa nina kiu ya elimu, na nilidhani pengine ingepotea, lakini hata baada ya miaka 6 ninaona hiyo kiu inazidi kuwa kubwa. Kila siku mimi huwa nawaza nitarudia masomo yangu lini. Sasa ninaona wakati umewadia. Watoto alimdhulilai, Mungu ametupa, na sisemi ni hao tu. Hata ukitaka wengine niko tayari. Lakini naona wakati ni huu. Ukiuacha utakuacha. Naona kiu yangu imekuwa mpaka naona siwezi kufuta bumsi. Na jumla ya kazi zote nifanyazo bado naona kuna upungufu. Adan alimwangalia kwa mshangao sana. Alimuona kama mtu mwingine na hakumwamini. Siku zote walizoishi alimpenda mkewe. Aliamini hajaona mwanamke mwenye bidii kama huyu. Kwa bidii alifanya ulezi na uzito wote wa ndoa uonekane kanda la usufi. Hata yeye Adan alihisi alipoingia nyumbani matatizo yote yalikuwa yakimsumbua yameingia katika kaburi la sahau, na basi hapo hakuzinga huku wala kule. Alijua kama mkewe alitaka kusoma lazima asimame naye kwa hali na mali mpaka atimize ndoto yake. Hapo Adan akasema, Fadhumu, wakumbuka mambo ya zamani sana. Mimi nilikuwa ninaona ni utoto, utayasahau. Fadhumu aliruka mbio akidhani Adan anataka kumuruka. Utoto? Lakini si nilikwambia ni ahadi niliyompa babangu? La, usinielewe vibaya. Nilikuwa naulizia tu. Unajua niko na wewe. Vile unavyopenda. Ukitaka kusoma niko nawe. Wewe niambie wataka nini? Sitakusumbua kwa chochote. Nieleze unatakaje. Bas, hapo alifurahi na kama mtoto
akaanza kueleza kwa furaha. Nataka kupata walimu kwanza wanifundishe nyumbani ili niweze kufanya mtihani wa kidato cha 4. Nafikiri mwaka mmoja wanitosha, kisha nitajisajili kama mwanafunzi wa kibinafsi. Mumewe alimtazama, moyoni furaha ikamjaa. Alishuhudia macho yake yalivyokuwa yanang'aa kama ya mtoto aliyepewa peremende. Hapo Fadhumo alipata walimu wa kumfunza nyumbani. Hakuchelewa hata siku moja. Kila siku walimu walimpata akidurusu, na alipofanya mtihani alipata alama ya C-. Japokuwa mtu mwingine angeona hii ni alama ya chini, Fadhumo hakuamini. Laiti mtu angalijua hali aliyokuwa akisomea. Basi alama hiyo sasa ilimwezesha kujiunga na koleji ya kufunza namna ya kufundisha watoto wadogo. Hapo baada ya kitoto chake kutukuka kidogo, alijiunga na baada ya mwaka alikuwa amepata stashahada. Mumewe alidhani pengine sasa Fadhumo angeridhika na angeweza kupata kibarua katika hizi shule nyingi zinazochipukia. Hakika Fadhumo alipata kibarua na akawa anasomesha watoto wadogo. Ikawa ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Baada ya hapo akataka kusomea stashahada. Mumewe alipata wengi waliomtia maneno. Kuna wale waliomuuliza kwa nini amwache mwanamke atange hapa na pale akizurura. Kuna wale waliomuuliza badala ya mkewe kukaa nyumbani kutunza nyumba na watoto na kumtizama yeye, kwa nini anaenda kazini hali hahitaji kufanya hivyo? Lakini lililomuudhi zaidi mumewe ni maneno ya mjombake. Siku moja alipata ujumbe kuwa mjombake anamuita. Kwa sababu walikuwa wakisikilizana sana, hakufanya ajizi. Alielekea huko. Alipofika alidhani pengine kumezidi jambo. Akawa roho si yake. Anataka kujua lililopo. Mjombake alijitokeza, na Adani alipomuona mzima alimshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana alidhani pengine hajisikii vizuri. Adani alimsalimia, "Asalamu alaykum. Wajisikiaje?" Mjomba akaitikia, "Alaykum wasalam. Nyumbani waambaje?" Alimdhurirai, "Mambo yote mazuri." Adani alijibu, "Mambo mazuri? Unanifanyia utani ama nini?" Mjombake alikuja juu. Adan alipatwa na mshangao. Hakujua mjombake anamaanisha nini. Akafungua mdomo na kusema, "Mjomba, mbona sikuelewi? Nimetoka nyumbani. Kila mtu yu salama. Kwa kweli wametoka wamekwenda kazini na wa shule wamekwenda shuleni. Kwani umesikia lipi? Kumezidi nini?" Mjomba akajibu, hayo ya kwenda kazini. Yapi haya? Nasikia mkeo anasoma. Akisoma atasoma mpaka wapi? Mimi ninaona unamwachia tu. Kwani nani anayevaa suruali katika ile nyumba? Wewe au yeye? Wewe unamwacha mtu, atakuja kukukimbia, atakuwa jeuri, awe hataki kukusikiliza kabisa. Kwa nini wewe unakubali? Kwani umemuoa au amekuoa? Kuanzia leo ninataka urudi nyumbani
na ukomeshe upuzi huu. Sitaki kusikia anasoma. Kwanza anaweza kukutoroka hata na hao walimu wake, hao wanafunzi wenzake. Wewe umekaa kama bonzo. Kila analotaka unakubali. Wewe ni simba mwitu au simba wa sarakasi. Adan alipigwa na mshangao. Mjombake alikuwa hata hampi nafasi ya kusema lolote. Alikuwa na fokaswa na alijua hata akijaribu kumweleza ingekuwa ni kazi bure. Asojua maana, haambiwi maana. Ijapokuwa alikuwa anampenda na kumheshimu mjombake sana, kwani ndiye aliyemlea na kumfikisha hapa alipo. Baada ya babake kufariki, alimsikiliza na kufuata yote aliyotaka, lakini kwa hili aliona ni muhali. Maana yeye mwenyewe alijua ndiye muamuzi wa hili na tayari ashafanya uamuzi. Hawezi kumkataa mkewe. Alijua mkewe hakuwa na nia mbaya naye, na aliamua yu tayari kusimama na mkewe popote, na hata ikibidi kumsafirisha bora akate ile kiu yake ya elimu. Hivyo alimtazama yule mjombake kwa huruma na kuondoka hapo lake li moyoni.